Lazima nishtuke. Wewe ndio umeniita huko ndani? Kitu kufanya unite kitu gani? Bora mtuko sehemu salama. Sehemu salama? Usalama wake ni upi? Nyumba yenyewe bovu kama hili. Nyumba la kutisha kama hili. Usalama wake ni upi? Sijakuteka je. Na kumbuka nilipita kwenye simu. Nina jambo muhimu sana nataka tuongee. Unajua wewe ni mwizi. Mimi ni mwizi? Nimeiba nini kutoka kwako? Wewe ni mtu gani usijue hisia ya moyo? Hisia ya moyo wa mtu? Unataka kusema kitu gani? Sipi. Hivi akili zako zinafanya kazi sawa sawa? Uko timamu? No. Sijiona kama uko sawa. Unanipenda mimi kwani unajua kama mimi ni mwalimu wako? Mwalimu? Ndio. Mwalimu njoo kusema juko mwalimu njoo sipendi. Hapa sikuketi mwalimu ungejua kwa mwalimu ungefuata kwa masomo. Hapa na kiasi ma hisia yangu mimi nakupenda sana. Sylvie. Hivi unajua kama sijakuelewa? Mimi nakupenda sana. No, siko tayari. Kwa nini? Siko tayari. Kumbuka mimi ni mwalimu wako. Sawa. Hivi unafikiri itasikika vipi kwenye masikio ya watu? Ndio kusema leo kwa mwalimu hautaoa. Hao utapenda nani? Sawa, kwa hiyo naweza nikaoa. Lakini sio kwa wewe. Nimeshakuuliza. Na je, nikikataa utanifanya nini? Ndio. Nyege. Eti mwaza nyege. Nyege. Nipe chakula mtanawa. Nitakula nitashiba. Siku nikija kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba. Kafura na jimbizi. Kama unasikia naimba mapenzi. Ukiniona nalia. Nifute machozi. Jua kinyona nalia mapenzi. Oh yeah. Tururu. Ni hatari kweli. Hivi wewe unafikiri masomo ni ya baba yako? Ni ya shangazi yako. Kwanza ile saa mimi nimetoka hapa naenda kuchota maji mpaka sasa hizo zamaliza ile vyombo. Kweli? Bana kweli? Kisha wako kule tu mtoto unamchelesha kwa masomo. Mtoto mwenyewe kazi zenyewe hazijui, sijui nifanye nini. Sasa sijui nikufunze aye. Sylvie, unanichosha mama. Unanichosha kweli. Mama hapana.
mtoto wako. Maana nimechoka. Unajua Mama Sylvie? Mtu ambaye anamfanya huyu mtoto wawe hivi ni wewe. Na mtu ambaye anamfanya hawa na ujinga kama huyu ni wewe. Mimi? Ungekuwa mama mwenye akili, ungemtia chini unamfundisha jinsi ambavyo wewe uliishi nyumbani kwenu. Lakini sijaona siku moja. Hivi, naomba nikuulize swali. Kwa nini umeamua kunipenda mimi wakati wanaume ni wengi? Na isitoshe mimi pia ni mwalimu wako. Voilà. Kama mimi niliwaita Juki nilienda na expert. Nilienda na expert pour faire une comme tous les préfets du Kwaku. C'est comme si que l'inspecteur baligusia sana. Une relation entre
Puisque ya kukiangalia difference iko na kieneza walomba ni parce que kina familia. Ningependa ke waaminifu zidi kuendelea. S'il vous plaît, sipendi yako. Okay, ningependa sana niwapisize ya mmoja. Nashukuru kwa information hiyo tupatie. Lakini sasa kiongozi wangu tu tunapima maji, tunapima unga. Sio walimu tuko hapa hata tukafanya vile. Hapana? Ndio maana mimi na wewe unatuia vizuri. Na lakini ni hapa hata watoto na wenyewe Mungu naangalia ma uniform yao wenyewe kama navala. Mungu naangalia maana basi sisi tuko na mili, sisi tuko binadamu. Mwalimu wenzangu. Tuko na mili jamani. tuko na mili. Hizi ni form hizi nakumbuka dede aliwahi kukataza alikufukuza wanafunzi wawili walikuwa wamevaa majipe yenyewe imebana sana makalio. Wewe ukaje ukafoka. No! Nikupasha siri za mfua. Listen seulement. Wewe ndio ulifoka vile wewe. Ndio okay. Je pense que il faut sikia kitu kule. Alafu nikikala tu na ile kitu kinahusika na kuhusiana na ile hali. Je pense que ndio kwa. Ndio simama kwa ndio. Mwanafunzi mwanaleta vile nguo ya vile. Sawa Bo gisi parona natoka mpingi wako sasa. Mama tunakuja. Mama kazi semeni angalia sasa. Ndio kwa préfet. Et mon préfet. Bon, tuko penda kuzungumza. Kwamba najua kama unatuaminisha. Na confiance mti kwenye tu. Ushafanya na sie 6 ans. Ausika kati mwa fini tushafanya grave. Ndio vile. Okay. Bon travail. Merci. Merci. Hivi mapenzi ni nini? Kila ninapojiuliza swali hili nakosa jibu kabisa. Sylvie, inakuwaje kunipenda? Aliyakuwa mimi ni mwalimu wako. Hivi nikikataa, unipende ili uwe salama au nikatae ili uwe jela? Kwa LG. Sikubali. Jamii itanichukuliaje mimi? Mapenzi umekuwa ni mwiba kwangu. Umenichoma, nashindwa kuuchomoa. Maana madhara yatanikuta mimi. Hii maisha pombe nasema nitaendelea kuishi nayo tu. Pombe ni kawaida tu, kutumia pombe ni kawaida. Unaona? Kutumia pombe ni kinywaji, ni lwazire mzingine. Hakuna tatizo kabisa. Hata na mimi pombe, siwezi achana na pombe. Mke wangu aishenda kwa kweti niache pombe, mimi nimemwambia eti wende, mimi pombe siachi. Kama urudi unaacha. Ndio kweli. Nimemwambia hivyo. Kweli mwanaume. Nataka kila siku nilikuwa kwambia wala kwa kaongea maneno yenyewe kwa kana nifurahisha kuroho. Nasikia? Akwambia ndio hivyo. Nimemwambia wende. Pombe nitakufa naye. Kama ulifukuza mwanamke kuhusu pombe ni sawa, uishi maisha ya pombe tu. Jambo mzee, jambo. Jambo sana kijana. Unajua maisha yangu. Mere! Maisha yangu siwezi sahau. Nilete chupa. Unasikia? Siwezi sahau kamwe. Mimi maisha yangu niliwahi kuwa polisi. Na kuhusu polisi, uko unanielewa?
Nilikuwa kusikia ndugu yangu, nilikuwa kusikia. Wewe ongea. Si niliwahi kupendana na mwana fie. Wewe alikuwa anaitwa Rehema. Na mimi baada ya kupendana na Rehema, miaka yake ilikuwa chini sana. Alikuwa na miaka 18. Chipukizi hizo ndo zinazoongeza damu hizo. Miaka yangu ilishakuwa 29. Lakini ule mtoto niliwahi kuingia nganda yao, kila siku naenda kunywa pale, lakini ikawahi kupendana na ule mtoto. Cha ajabu sasa kisa la mkasa. Kumetokea nini sasa hapo? Kumetokea nini? Na choma mara kila siku nakwambia Doli. Maisha yangu na mimi pombe siwezi acha. Ghafla mwanamke akapiga niambia na mbobesha mimba. Mimba? Ikakuaje sasa hapo? Ikakuaje? Ndugu yangu, acha kunicheka. Sio kucheka ndugu yangu. Nakwambia habari yenyewe iko hapo. Mtoto akaniambia sasa iko mimba. Chajabu na mimi nikaangalia, huyu mtoto nitaishi naye aye. Na ngai mtoto sana. Mtoto mdogo sana. Kaona hata nikimbie. Juu ikasema hapana. Kazi wakajua sasa na bebeshana mimba. Wakasema niache kazi. Na mimi kuacha kazi. Nikawa sina kufanya, na ndio maana unaona kila siku. Ukaamua na wewe na mimi leo naoa ni chupa pombe, naoa chupa pombe kabisa. Ukaamua. Nikaamua. Hamna tatizo hapo. Nasikia. Hapo swali kabisa. Pombe ni kila kitu. Ila kuaje sasa? Kwao na wewe binti. Kwao na binti. Akasema sasa niishi na mtoto mwanamke, nikasema hapana, siwezi ishi na mtoto mwanamke. Familia ikakaa chini wakaorganiza kila kitu kidogo kidogo pale. Nikaishi. Hivi nakosa kazi. Natasha yenyewe ilikuwa nayo polisi, ilikuwa kawambi sana. Kila mtu alikuwa anafaa kuniona mkartie chef ule chef, lakini hivi wanaweza niona mlevi. Ndio maana kila siku naona pombe. Naona pombe mnaisha, mnakuna. Situondoke tu. Basi. Takwambia ingine siku. Twende. Unaona hizi siku unakuwa mtu wangu. Unakuwa mtu wangu. Wewe Unapita huko mzee. Samani napisha. Simage pombe yangu lakini. Ashamaliza, ushakula na furaha tu. Wewe mjinga. Jenga kwenye. Wewe. Wanawake wabaya sana, wanawake wabaya sana. Nilikuwa peshe, nilikuwa nani, mwanamke akamfanya amekosa kazi. Sikunywa pombe. Talewa paka chini ulale na viatu leo. Wanawake wabaya, unakuta wanafunzi anakuja profe na kupenda profe, wanafunzi anapenda profe. Sasa malize chupa. Mama Kabengele, utanikopesha leo. Nataka nilewe, nilale na viatu leo. Kunywa mshahara itaishia hapo kwa Mama Kabengele hapo. Naonaje ile shule letu? Naona kuna kuja wanafunzi wazuri siku hizi.
Wewe ni kweli kabisa, tofauti na mwaka jana. Mwaka ni kiboko kabisa, au sio? Ndio baba. Wewe usikia kisi prefect kwa tuambie. Sema wewe tusifuate banani au nini. Hawa watu wenyewe wanakaa jileta hivi. Angalia kwanza ni mwegi sana pala mimi shipeni hatari. Kisha tutakosa kutamani haya. Lakini angalieni msije mkatamani sana. Lakini ukiangalia pale kwa wale watu wanawake pale, unaona nani ndo mzuri zaidi? Mwenye anafunika wenzake pale. Jamaa mimi na kama Aisha ukimwangalia hata wewe peke macho yanakuja unamsameza tamata. Prof J, wewe unasemaje?